Bwana Yesu na asifiwe. Ni siku ya pili ya wiki ambapo mpenzi mtazamaji, ninatumai kwamba umeweza na kuamka ukiwa salama. Usiku wako ulikuwa ni wa baraka, na siku ya leo umeweza na kuamka ukiwa na moyo wa shukrani. Maana kuamka kwako, hiyo ndio huwa baraka ya kwanza katika uso wa dunia. Hivyo basi, asubuhi ya leo ninakukaribisha katika kipindi cha Manyunyu ya Baraka, tuzidi na kubarikiwa pamoja na mtumishi wa Mwenyezi Mungu ambaye ni Reverend Francis Namu kutoka kanisa la ABC Madingao ya Pastorate Machakos Sub-Headquarters, nikitumai kwamba upo tayari kabisa ili tukaweza na kubarikiwa kwa pamoja. Siku ya leo, asubuhi ya leo, ndugu, dada, mpendwa, mtazamaji katika Kristo, ningependa kuchukua nafasi hii ni kusalimu katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Ni matumaini yangu kwamba umeamka vizuri ukijiandaa kwa shughuli za siku ya leo. Lakini kabla hayo yote, ningependa nikualike tukaweze kusoma neno la Mungu ili likaweze kuwa taa na nuru ya siku ya leo. Na ningependa tukaweze kuanza kwa maombi. Baba yetu uliye mbinguni, jina lako ni kuu kuliko majina yote. Tunakusifu, tunakuinua, ni kwa sababu wewe ni Mungu wetu na hatuna Mungu mwingine. Asante kwa uhai wa siku ya leo, na tunapoendelea na kujifundisha neno lako, Roho Mtakatifu aendelee na kuzidi kuwa mwalimu na kutufundisha mengi. Na tunaomba hayo katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu tumeomba. Amina. Mtazamaji, siku ya leo ningependa tuendelee na kusoma neno la Mungu tukijifundisha kuhusu ufalme wa mbinguni. Jana tuliweza kujua mambo mengi, na leo ningependa tuendelee tu na kuelewa na kujua ufalme wa mbingu vile ulivyotengenezwa na tumetengenezewa ili tuweze kuingia huko kwa Kristo na tuweze kuwa na utayari. Lakini leo ningependa tukasome kwenye kitabu hicho tu cha Mathayo mtakatifu. Mlango ni ule tu wa 25, lakini tuanzie mstari wa 14 na hadi huo wa 15. Tusome pamoja. Maana ni mfano wa mtu atakaye kusafiri, aliwaita watumwa wake, akawaweka kwao mali zake. Akampa mmoja talanta 5, na mmoja talanta 2, na mmoja talanta 1, kila mtu kwa kadiri ya uwezo wake. Akasafiri. Bwana asifiwe. Najua unaelewa na hayo maandiko, japo kuwa hatujasoma yote mistari, lakini ningependa ukaweze kufuatilia kwa sababu kuna mambo mengi yaliyojitokeza ukisoma hiyo mistari iko hapo chini. Lakini ningependa kusema ya kwamba ufalme huu wa mbinguni unafananishwa na mtu mmoja, jinsi Yesu alivyosema, yaani tajiri mmoja alipokuwa na watumwa wake, watumishi wake, wafanyikazi wake, na kwa sababu ataondoka, akawapatia mali zake ili waendelee na kufanya ama kuzalisha biashara yake. Bila shaka tunajua Kristo alikuja hapa ulimwenguni akatutafuta sisi tukawa watumwa wake, kwa sababu alitukomboa kwa damu yake. Na sisi alivyotupata wakati alipokuwa anapaa mbinguni ama alipoondoka katika ulimwengu huu, alitupa kila mmoja kulingana na kadri ya uwezo wake, kazi yake ambayo tutaiendeleza hapa ulimwenguni kwa kipindi na kwa muda ambao atakuwa mbinguni ama wakati alipoondoka. Lakini ahadi ni kwamba atakapo rudi
atakuja kukagua mambo ambayo ama kazi ambayo alitupa, jinsi tunavyoendeleza kuifanya. Ndugu mtazamaji, najua wewe ni mmoja wao katika utumwa huu wa Kristo pamoja nami. Ningependa kukuuliza swali. Ungali unaendelea na hiyo kazi ama umeiacha na ukaingia katika shughuli zako? Kwa sababu wakati wowote Bwana wetu atarudi. Jinsi hawa ambao tumepewa mfano wao, jinsi walivyongawiwa, mmoja talanta 5 na mwingine talanta 2 na hata mmoja talanta 1. Kadiri ya uwezo ama vile mtu ana uwezo wa kufanya zaidi. Hivyo hivyo ndivyo ilivyo hapa ulimwenguni kwa Wakristo ambao tulimtumaini Kristo na tuliokoka. Na kwa sababu alienda kutuandalia ufalme wa mbinguni, hiyo ndiyo lengo ambayo alienda kulifanya, kuandaa ili atutayarishie ufalme wa Mungu, ufalme wake, ufalme wa milele. Na wakati atakapoendelea na kumaliza kazi hiyo, na sisi akatupa nafasi ya kuendeleza kazi yake, ili tuwafute wengi waje kwa Kristo. Yaani tuhubiri neno ulimwenguni kote. Mahali popote ambapo tunaenda, tuweze kuwaambia wengine habari njema ya Kristo. Na habari njema tunaweza kuisambaza kwa kuongea na midomo yetu, pia kuombea wale wengine, hata pia kutoa mali yetu ili kazi ya Mungu iweze kuendelea. Sisi tulipewa mambo kama hayo ili atakapokuja wale ambao wataingia katika huo ufalme wa mbinguni wataamuriwa jinsi hawa watumwa walivyoamuriwa na Bwana wao waliporudi. Kwa sababu tunasoma yule aliyepewa talanta 5 alitoka, akukaa, akaendeleza kazi, akazifanyia kazi, akaenda, akatafuta, akapata talanta zingine 5. Bwana asifiwe. Akawa mshindi, akingojea bwana wake. Wa pili hivyo hivyo, akapewa talanta 2, akaenda, hakulala, akafanya kazi, akazalisha zingine 2. Wa mwisho, japokuwa alipewa talanta 1, alitoka, akaenda, akaona hii kazi ambayo nimepewa siwezi kufanya kazi hii, kwa sababu anataka nimfanyie kazi na yeye ameenda. Jinsi nitakavyofanya mimi nitaificha talanta hii na nitaiacha, na wakati atakaporudi ataipata ikiwa hivyo hivyo. Ndugu yangu, dada yangu, uliitwa katika Kristo ukawa Mkristo. Ni watu wangapi ambao umewahubiria neno hii zuri ya Mungu wakakufuata, wakaona kweli Ukristo ni jambo nzuri, ukawa kielelezo kwao kwa haya mambo ambayo nimetaja, katika usemi wako, katika mwenendo wako, katika vile wanavyokuona unamcha Mungu, katika hali ambayo unajiweka ya kumtumikia Mungu. Mtu anaweza akakuangalia kwa macho, akaona vile unavyotenda, akafutiwa, akaona kweli Kristo ni mwema, na yeye akatamani kuwa kama wewe. Ama ulienda ukaacha hiyo kazi, ukaanza kuingia katika mambo ya ulimwengu, ukaanza kutafuta mali ambayo haina baraka za Mungu. Hata wakati wa kumwabudu huyo Mungu hauna nafasi kama hiyo. Ama vile tunavyofanya mambo kulingana na vile Kristo alituangazia, uzingatii. Wewe umepotelea katika mambo yako, uliacha mambo ya Kristo, ukaingia katika ulimwengu tulio nao, ulimwengu ambao una upotovu mwingi. Nataka kukukumbusha ya kwamba Kristo yuaja.
na atakapokuja atakagua kazi zetu alizotupa. Kwa hivyo ufalme wa mbinguni utaingia wale ambao watakuwa wamezidi na zile viwango ambavyo walipewa, wakazalisha zaidi. Kwa hivyo ufalme wa Mungu japokuwa ni wa kila mwanadamu, lakini kutakuwa na ukaguzi. Wale ambao wataingia huko katika ufalme wa mbinguni ni wale wamezalisha na wamezifanyia kazi talanta ambazo Mungu ama Kristo alitupa. Je, mpaka hapo unajihoji? Unaona ni kama uko na talanta ngapi? Umefanya kazi ya Mungu kiasi gani? Kuna jambo ambalo Kristo akitoka ama akishuka wakati kama huu anaweza kusema, yes, well done, good work. Kuna mmoja ambaye anaweza kuambiwa hivyo. Jioji katika moyo wako, nini ambacho kimejaa katika roho yako? Ni kuendeleza kazi ya Mungu unapofanya zako, ama umepotelea tu katika mambo ya ulimwengu na yote yamepotea? Ni wangapi ambao umewaambia ama umewahubiria neno la Mungu kwa matendo, kwa kuwaombea, kwa kuwaonyesha njia ya Kristo? Kwa sababu mavuno ambayo umemvunia Kristo yatakupatia msaada mkubwa. Ndugu mtazamaji, tumeahidiwa ufalme wa mbingu, na ufalme huo utaingia wale ambao watakuwa wamehitimu kwa mambo ambayo Kristo alituachia hapa. Ningependa kukuombea na kukusihi uwe mmoja wa wale ambao wataingia katika ufalme wa mbinguni. Bwana akubariki na Bwana alibariki neno lake. Amina. Tuombe. Tunakushukuru Baba yetu kwa ajili ya nafasi hii. Hakika tumeona upendo wako. Haukutuacha mikono tupu, ulituachia kazi kama watumwa wako. Tuendeleze kazi yako ulimwenguni, ili tujalie neema kuwa pamoja nasi, tembea pamoja nasi, ili tukaweze kuona upendo huu mkuu. Yesu Kristo utakaporudi, tuwe katika msafara wa wale wataingia katika ufalme wako. Tunaomba uendelee na kutusaidia, na ni katika jina kuu la Bwana aliye mkombozi wetu tumeomba. Amina. Kutumia vipawa kwa uaminifu. Kuna kile kipawa ambacho Mwenyezi Mungu ameweza na kukubariki nacho. Hivyo basi tumeweza na kuhimizwa kwamba tunafaa na yani hizo vipawa kuzitumia kwa uaminifu. Mwenyezi Mungu ameweza na kukubariki na hicho kipawa, akiwa anatarajia ushindi, akiwa anatarajia matunda mema. Hivyo basi kile ambacho umeweza na kubarikiwa nacho kitumie kwa uaminifu, kitumie kwa uzuri wake, ukaweza na kukifanyisha kazi. Kama kuna kipawa umeweza na kukubariki, Mwenyezi Mungu amekubariki nacho, ameweza na huyo Mwenyezi Mungu anatarajia ukaweza na kukitumia kwa uaminifu na bidii ya kuleta matukio mema. Je, kipawa kile ambacho Mwenyezi Mungu aliweza na kukukabidhi, akaweza na kukubariki nacho, umekitumia vizuri ama unakitumia kuumiza wengine? Unakitumia kukandamiza wengine? Unakitumia namna gani? Umekuwa ni mtu wa kiburi kwa sababu ya kile kipawa ambacho Mwenyezi Mungu akubariki nacho? Kitumie vema. Acha maringo, acha kiburi, lakini ukaweza na kukitumia vizuri kuendelea na kujenga mwili wa Kristo kupitia hicho kipawa ambacho Mwenyezi Mungu kakubariki nacho. Ninakushukuru Reverend, umeweza na kutufundisha mema. Mungu akubariki na azidi na kukuongezea. Mtazamaji wangu, ninakutekea wakati mwema, siku njema. Shalom.